Bwana Yesu asifiwe sana. Nampenda Yesu, napenda kazi ya kuhubiri Injili. Nafurahia. Muda huu nataka tukatafakari kwa pamoja Zaburi sura ile ya 55 mstari wa 12 hadi mstari wa 14. Maandiko matakatifu mahali hapa yanasema hivi: kwa maana aliyetukana si adui, kama ndivyo ningevumilia. Alijitukuza juu yangu si anichukiaye, kama ndivyo ningejificha asinione. Bali ni wewe, mtu mwenzangu, rafiki yangu, niliyejuana nawe sana, tulipeana shauri tamu na kutembea nyumbani mwa Mungu pamoja na mkutano. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtakatifu huyu anaeleza kwa sauti ya wazi ya upole ya neno la Mungu. Anasema kwa maana aliyetukana si adui. Kuna mazingira alikuwa anayapitia, kuna watu walikuwa wanatukana, wanamdhihaki, wanamdharau. Anasema si adui, kama ndivyo ningevumilia. Kwamba kama ingekuwa ni adui ningeweza kuvumilia, nisingejitaabisha. Lakini anasema aliyetukana na kujitukuza juu yangu sio mtu anayenichukia, bali ni wewe, mtu wangu wa karibu, rafiki yangu, ambaye tumejuana sana na wewe, tulipeana shauri tamu na kutembea nyumbani mwa Mungu pamoja na mkutano. Mazingira na maumivu ambayo mtakatifu huyo aliyapitia ndio maumivu na mazingira ambayo watu wengi leo wanayapitia. Waliondoka kwetu wakiwa wamebeba dhahabu, wamebeba fedha, mavazi na upendeleo. Waliondoka kwetu tukiwa tumewekea mikono na kuombea baraka na amani nyakati za shida, adha na dhiki zao. Waliondoka kwetu tukiwa tumewatia moyo wa kusonga mbele, hata wakati ambao ndoa zao zilikuwa hazina amani, hata wakati ambao biashara zao zilikuwa hazina amani na zilikuwa zinayumba, hata wakati ambao walifikia mahali walikata tamaa, hawana kodi za nyumba, hata wakati ambao walikuwa ni wagonjwa, tuliwatia moyo na kuombea na kuambia kwamba waweze kuinuka na kusonga mbele. Waliondoka kwetu tukiwa tumesimama nao na kuwafariji kwenye misiba yao. Waliondoka kwetu wakiwa wamebeba furaha yetu, upendo wetu, amani yetu na baraka zetu. Tuliwaachia vitu vyetu vya thamani. Hatukudai, kwa sababu tulijua wao ni sisi na tulifanya kwa ajili ya Mungu. Katikati ya kiu zao za kukosa amani, katikati ya kiu zao za kukosa kazi, katikati ya kiu zao za madeni na hofu, sisi tuliwapitisha kwenye vijito vya furaha, tuliwapitisha kwenye vijito vya matumaini, tuliwapitisha kwenye vijito vya amani, tuliwapitisha kwenye vijito vya imani kwa Mungu, na walimwangalia Mungu. Lakini pamoja na mema mengi ambayo tumeweza kuwatendea, wao wametulipa mabaya badala ya mema. Wanatusaliti na wanatulipa mambo maovu, wanatulipa masengenyo, wanatulipa uzushi, wanatulipa mambo ya ovyo. Unatakiwa kusamehe, unatakiwa kuachilia. Inawezekana kabisa wewe uliwatendea mema, wewe uliwafungishia furaha, wewe uliwapitisha kwenye vijito vya furaha na amani hata walipokuwa na kiu ya furaha na amani, lakini wao wanakulipa mabaya, wanakufanyia usaliti. Biblia inasema adui yako akiwa na njaa mpe chakula, akiwa na kiu mpe maji anywe. Ufanyapo hivyo unampalia makaa kichwani pake. Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Hata kama wanakusaliti, wanakunena kwa uovu, hawakumbuki mema yako, wewe mwangalie Mungu. Mungu yeye ni mwaminifu, atainua watu wa kusimama na wewe, atainua watu wa kukulipa, atainua watu wa kukufariji na kukutia moyo. Achilia, samehe, waombee, endelea kuwapenda kwa jina la Yesu. Wewe unayefanya usaliti, umetendewa mema, unalipa mabaya, utakuja kuvuna. Kumbuka, ukifanya mema unajitendea mwenyewe, ukitenda mabaya unajitendea mwenyewe, kwa sababu mema ni mbegu na mabaya ni mbegu. Tenda mema ili uvune mema. Mungu wangu akubariki sana, na wewe unaendelea kutenda mema, endelea kutenda mema, usichoke. Utavuna usipozimia moyo, katika jina la Yesu.